kila neno nitakalolisema, baada ya muda Mungu atashuka kuthibitisha maneno yake. Haijalishi. Mwanza ni eneo ambalo kuzimu ilipata nafasi kubwa sana tangu siku za nyuma. Mwanza ni eneo ambalo kuzimu, naposema kuzimu, naelezea juu ya shetani ambaye anaishi kuzimu, akitenda kazi zake akitokea kuzimu. Eneo la Mwanza na jirani zake ni eneo ambalo kuzimu ilipata nafasi kubwa sana kuharibu wanadamu na kuwashika wanadamu. Na watu wengi kutoka mikoa mbalimbali, wakubwa kwa wadogo, walitoka kuja kuabudu kuzimu Mwanza kupitia waganga wa kienyeji. Na wale waganga wakapewa nguvu kubwa kuzimu ya kuharibu na kutajirisha watu kwa njia ya makafara. Wengine wakatoa ndugu zao kama misukule, lakini kupitia kuzimu, njia wanaopitia mawakala wao waganga wa kienyeji. Wakawa ni eneo maarufu ambalo likaharibu watu wengi wazuri na likaharibu watumishi wengi wazuri. Na kama haitoshi, ikainua watumishi feki kutoka kuzimu ambao wanapokea maelekezo kutoka kuzimu kwa shetani, na wanadamu wakaona ni kama Mungu, lakini ni kuzimu inajifunua kwenye madhabahu zao, na wakaadaa watu wengi sana. Mungu ni Mungu wa majira na nyakati, anaweza kavumilia kwa muda fulani, lakini sasa na ule muda na akaona watu wanaendelea na uharibifu. Nataka niseme Mungu anataka sasa Mwanza aikomboe, na manabii feki wanakwenda kuharibika. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo ambalo walifanya maagano ya kutoa kafara, wakaushika mji wa Mwanza na vijiji vyake na vitongoji vyake. Ndio maana unaona Mwanza ziko ishara mbalimbali za waganga ambao hata tamaduni zao wanacheza na nyoka. Michezo mingi watu wanacheza na nyoka. Na unajua nyoka kibibilia ni nani? Ukimwacha nyoka kwa namna ya kibinadamu kama wanyama wengine wa misituni, lakini unaelewa kibibilia kwa nini wasicheze na kitu kingine, wacheze na nyoka. Na unaona jinsi ambavyo ufalme wa adui kuzimu umeabudiwa sana Mwanza na vijiji vyake. Na jambo hilo nimesema, watu walitoka mbali na karibu wakitegemea mlango wa kuzimu kupitia waganga kuja kumwabudu shetani. Na wengine wakachukua ndugu zao kama mateka, wanawapeleka ili upate utajiri. Na wengine wakapeleka wa ndugu zao wakawa mazezeta, wakawaweka ndani ili wao wakastawi. Jambo hilo ni chukizo, na saa imefika ya Mungu aliye hai, aliyeziumba mbingu na nchi. Haijalishi walifichwa kwa sababu ya kafara zao, maana wanapotoa kafara wanafichwa. Soma Agano la Kale litakwambia watu waliokuwa wanatoa damu ya wanyama, damu ya mafahari, walikuwa wanafanya ibada mara moja kwa mwaka. Biblia inasema ilikuwa hawaondoi dhambi, bali walikuwa wanazifunika kwa njia ile damu. Watu wanapotoa kafara, maana yake wanafunikwa, usiweze kuwatambua hata kama ni jirani yako. Asiweze kutambua kwamba utajiri wake umetoka wapi. Lakini Mungu aonaye sirini ameona jambo hili, na wamepitisha watu mahali pabaya sana. Na Mungu ametoa mamlaka yake. Ndio maana unaona Mwanza ishara, unaweza kaona hata kibinadamu. Kuna watu ambao wamefika mahali wanajiita Mungu.
Mwanadamu anajiita Mungu, anakaa nafasi ya Mungu. Wao usielewa, unaweza kufikiri ni Mungu wa mbinguni. Ni miungu inayojifunua ambayo ilikuwa ina halali mwanza muda mrefu. Haijalishi ni wanadamu, haijalishi ni kuzimu yenyewe, haijalishi nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, na Bwana ndiye mhukumu aliyepewa jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo. Biblia inasema kila goti litapigwa mbele yake, iwe vitu vya mbinguni, iwe vya duniani. Nasema iwe vya nyamkera, iwe ni mizimu, iwe ni wachawi, iwe ni maajenti. Nasema kila goti linakwenda kupigwa, ijulikane Yesu Kristo ni mfalme wa wafalme, ni Bwana wa mabwana. Haleluya. Nilipokuja hapa ni mwaka huu, nilipokuja nilisema hivi, maajenti ambao wana nguvu ya kushika watu, nikatangaza kasema, baada ya muda itakuwa aibu juu yao. Yatatokea mambo ambayo kila mtu atajua aibu inawapiga juu yao. Unaweza ukajificha na sadaka za wanadamu, unatoa kafara kwa ajili ya wanadamu ili huduma yako iwe kubwa. Yes, mbele za Mungu ni kitu kibaya. Unatoa kafara za wanadamu eti kwa sababu wewe mwenyewe huwaui, unatumiwa na majini. Maana yake unafanya kazi na kuzimu. Unapofanya kazi na kuzimu, unaambiwa mtoe huyu fara, huyo mkafara, mtoe huyu kafara. Sikiliza, unaweza ukawatoa lakini ukafunikwa na ukaonekana wewe ni mwema, ukaonekana hakuna shida. Nataka nikwambie haya ni maisha. Saa imefika, saa imefika. Nataka nikwambie, mama mjamzito anapobeba ujauzito wake wa miezi 9, Mungu anapomsaidia, hata kama alikuwa hana muda wa kwenda kujifungua siku hiyo, nakwambia saa ikifika mtoto anaanza kusukuma ndani. Unaona na sura inabadilika. Nini mama? Anasema majira mengine yamekuja. Nataka nikwambia majira mengine yamekuja, hawatafichwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jaribu kufikiri, watu wanatoka mbali, wanasema Mwanza bwana, waganga wao ni kiboko, na ukiwasema kidogo wanakutengua. Wanawatengua sio na agano. Hapa sisi tunawatengua kwa jina la Yesu. Kama hawajui watajua, hawajui. Hapa nasema Mwanza sio moja baada ya mwingine, wataondoka mfululizo, wataondoka mfululizo, wataondoka mfululizo. Maana makafara yao wanafanyia ziwani, wanafanyia mpaka na sehemu zingine kule ambazo tunaitaga si wapi huko, uliozungukwa na maji. Wewe unajua makafara ya damu. Watu wengi wametajirikia damu za ndugu zao, wanawafanya mazezeta, wanaondoa vibali vyao. Naambia huyu ana nyota nzuri, ana kibali, unamfanya kuwa zezeta, unatoa mali nyingi, wewe unaendelea kutajirika, unafunikwa na hiyo damu. Wengine wamekufa, wengi wamekuwa mazezeta, na wengine wanatembea barabarani lakini ni mazezeta, ni misukule, ni kama hawana akili. Na wakati walikuwa na akili zao, wamefanywa hivyo kwa njia ya waganga ili watu wengine wapate utajiri. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo baya sana. Unaona watu wanatembea barabarani, unaweza kufikiri ana akili nzuri, kumbe amefanywa msukule. Watu wameharibiwa maisha yao na wanadamu ambao wamekosa kuwa na kiasi. Wanapeleka ndugu zao kwa waganga, waganga wa kienyeji ili wao wafanikiwe, na wengine wanafanya hivyo kwa makanisa yao yafanikiwe. Wanamuita, wanafikiri ni Mungu anashuka, kumbe ni kuzimu inajifunua kwenye madhabahu zao. Hawaongozi watu sala ya toba, hawakemei dhambi, hawaombei watu ujazo wa Roho Mtakatifu ili Mungu awaongoze. Ishara zao zinaonekana wazi, na ikapelekea wametoa watu wengi misukule, watu wengi wamekufa kibinadamu. Ndio maana kasema wengine mpaka wanajiita Mwanza, wanajiita wao ni Mungu.
Jaribu kufikiri wanajeuri gani? Ni kuzimu, sababu iliabudiwa tangu zamani, na watu wengine wanatoka mbali na karibu wanakuja kumwabudu shetani Lucifer kwa kusujudia waganga. Wanapokea maagizo yao. Kama wamepokea maagizo yao, my friend, nataka nikwambie, kabla mkutano hujaisha utajisalimisha na mambo yao, otherwise kila kitu kinakwenda kuharibika automatically. Watu wamefungwa fahamu zao, lakini kumbuka kuna kurejesha. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 26 asema wapate tena fahamu zao, ambao walitegwa na mtego wa ibilisi ili kuyafanya mapenzi yake. Watu wengi wamefungwa fahamu zao, lakini Mungu anakwenda kurudisha.